Nyinyi wenye mmewahi shikwa Nairobi Central Police Station, juu mimi nimewahi shikwa na nikawekwa hapo. Tangu lini mkapata hiyo cell ikiwa empty? Ati haina mtu mwingine? Since when? When has a cell in Central Police Station ever been empty? Never, si ndio? Hiyo cell ilitolewa watu. Watu walitolewa ndani ndio mtu awekwe peke yake. Meaning, ndio utoe watu kwa cell, uache mtu peke yake, mnajua chenye mnataka kufanya. Yao watu walireleasiwa, wale wezi walikuwa wameshikwa hiyo siku, wale makanga wenye walikuwa wameshikwa na touting, hawa watu ushikwa na loitering, watu wameshikwa na stealing by servant, robbery, walitolewa. Na unajua station inakuanga na target ya siku. Because hii mambo ya corruption yenye Albert Ojwang alikuwa anaongelea si ati ni uongo, ni ukweli kwamba police stations ziko na target ya pesa ambayo OCS anapelekea OCPD, OCPD anapelekea sub-county commander, sub-county commander anapelekea county commander anapelekea assistant inspector general, assistant inspector general anapelekea deputy inspector general, inafika kwa inspector general, mpaka inafika kwa rais, ofisi ya president, mpaka inafika kule. So hao watu wameshikwa kwa station, wengine ushikwa bila makosa, wanakuwa wameshikwa ili watoe cash bill, wafikishe target ya siku ya ile pesa ya station. Haya, jamaa ameingizwa cell usiku. Sasa report ishatoka kwamba huyu jamaa alitolewa cell usiku, akawekwa kwa gari private, akapelekwa Karura Forest, akapigwa, na wanasema kwamba dereva na deputy inspector general walikuwa akipigwa, akaumizwa, akarudishwa Central Police Station akivuja damu. Wale askari ambao wako report office wakasema we can't take in somebody who is bleeding. Wakapigiwa simu from above. Above yao ni gani? Above ya mtu wako report office constable ni gani? Ni OCS. Na OCS above yake ni huo DIG Lang'at, huyo Eliud Lang'at. So kama ilitoka above, huyu wa report office mwenye alisema alipokea orders from above waingize mtu anavuja damu kwa cell, above yake ni OCS. Kwa hivyo OCS hawezi tolewa kwa hiyo kesi. Yeye is already a prime suspect hapo. Na kama kuna mtu alimpigia simu from above ni DIG. Haya. Okay. Si ameingizwa kwa cell akivuja damu. 1:49 am, saa 7 usiku ikielekea saa 8 usiku amekufa. Akaripotiwa kwamba he is dead. Akapelekwa City Mortuary. Okay? Kwa cell iko empty, akakufa peke yake. Hakuna witness, hakuna wafungwa wameshikwa nao wenye wako na cell na yeye wenye anaweza sema peke yake. CCTV footage yenye ingetuonyesha ni gari gani ilimchukua, ni nani walimuingiza cell na nini, imefutwa. Niwaambie mahali hiyo CCTV iko. Hiyo Central Police Station vile nimewaeleza, nimewahi shikwa hapo, so I know that station very well. Na hata hiyo CCTV yenye wanasema najua mahali iko. Ukiingia Central Police, you'll turn right, upite OB, utapanda stairs zenye ziko on the left, utafika first floor, you'll turn right. Uko mwisho wa hiyo corridor iko ofisi ya OCS. Hii ni mlango, hapa ni secretary wake ukaa hapa. So iko mlango hapa, there is a door here. Ukiingia kwa hii mlango, na nilienda huko siku nilikuwa naenda kurelease hii gari ya inject, wakati wameweka gari ya inject kwa almost 1 month wameishika because of orders from above. Sasa ukiingia hiyo mlango, hapa iko reception area. Iko mlango ingine hapa ambayo inaingia kwa ofisi ya OCS. Vile nimesimama hivi tu. So there are 2 doors, yenye inaingia kwa reception na ya ndani yenye inaingia kwa ofisi ya OCS. Hiyo CCTV juu ni maingia kwa hiyo ofisi, iko pale kwa kona pale juu. Pale karibu na TV iko pale juu. Hiyo CCTV. So kama mtu alifuta CCTV ya Central Police Station, ni mtu alikuwa na access to the office of the OCS. Na ni nani anaweza kuwa na access kwenda kwa ofisi ya OCS kama si OCS mwenyewe? Juu hiyo mlango ni mlango ya chuma, by the way, si mlango ya mbao atunaweza vunja. Ni chuma, tena chuma mzito. Ni kama amari. So OCS mwenyewe kama sio yeye alifuta hiyo CCTV, anajua nani alifuta. Hao polisi wafanye kitu ya rahisi. Waende wachukue hizo cable za CCTV na hiyo hard disk, waidust for fingerprint. Mwenye fingerprint yake itapatikana hapo,
akiwa ameguza hiyo CCTV, awaambia aliguza lini. It's very simple. So Lagat hawezi tolewa kwa hiyo kesi. Now a father and a husband is dead. There's a child who will grow up without a father because somebody's ego was so big they could not be questioned over corruption. Let me come back to you, the Kenyan that is watching this video. DIG Lagat akiresign leo kutoka kwa Deputy Inspector General, anaenda kwao asimame governor, na wewe Mkenya mwenye unatazama hii video utampigia. Kwani mnaniangalia ni kama mmeshtuka? Kwani mmepigia watu wangapi wenye wameua watu? How many people who are corrupt and who have killed people have you voted for? Wengi sana. Hata mumewahi pigia MP mwingine huko Nyanza akiwa jela. Ako jela for corruption na mkampigia akiwa jela. Mnapigia mtu ako jela kura. Watu hapa Westerns wamepigia mtu akiwa jela. Corruption is the problem in this country. Hakuna shida ingine. Shida iko hii country ni wizi. Ndio jenzi wa wawe last year. What was the problem? Ilikuwa maandamano ya nini? Finance bill. Mbona vijana walienda nje kupinga finance bill? Kwa sababu serikali inaokota ushuru na hiyo ushuru inaibiwa through corruption. So vijana wanasema msituitishe ushuru tena ama kupandisha ushuru kwa sababu hii corruption imekuwa mingi. Vijana wakauawa. So the root cause was people protecting corruption. People protecting power which is the opportunity to steal. Albert Ojwang amekufa juu ya kuexpose corruption. Mimi Morara nazungukanga Kenya mzima tukifanya Vampire Diaries na waonyesha kuna pesa governor ameiba hapa 400 million, kuna pesa hapa imeibiwa 300 million. Nyinyi mnaenda mnaita hiyo governor cousin, mnampigia tena. Huyo ni kuuzo. Cousins mnawapigia. Serikali ni corrupt, mnaamua mna support opposition yenye bado iko na watu corrupt, mtoe serikali iko corrupt muweke a corrupt opposition. So do you really care as a Kenyan? Do you care about this issue? If you still vote for the same leaders and expect change, do you care? There is a systemic problem brought about by corruption and tribalism, but you have supported it. So mnatuvunja watu kama sisi moyo, kwa sababu sisi ambao tunapigana na hiyo corruption ili wewe Mkenya ufunguke macho upige kura kwa njia tofauti, unatuvunja moyo kwa sababu sasa mbona tuendelee kuexpose kama bado utaenda kupigia huyo mtu. Sniper ameuawa. Na sasa hii mna attend rally in your thousands za mwenye aliua sniper. Kijana anaitwa Bruce amekuwa sodomized live on TV, raped on his backside. Ukiona hivi kwa video hivi Mombasa, na si mtapiga kura, si mnapanga kupigia mwenye alifanya hivyo kura. So Ojwang is dead. May his soul rest in peace. May his family find solace. May his children grow up to know that he was a child of a hero. May the wife, her tears be a rejuvenation. But you, as a Kenyan, you need to think about yourself. And you need to ask yourself a few questions. Why you never show up when there is injustice? Why you never turn out? Why you are only happy to talk and comment on social media, but you are not ready to come out and have the courage and bravery of Albert Ojwang? You need to ask yourself that question. Thirdly, you need to ask yourself why you still vote for the same people who murder, kill, and steal the money that is meant for your roads. Sasa hii mnaletewa empowerment, mnaletewa posho meal, mnaletewa 2,000, 1,000, zinaitwa empowerment, pesa na magunia. Mnafurahia sana, mko na furaha, hamjui mnakula hospitali zenu, hamjui mnakula shule zenu. Wale ambao wanajaribu kupingana na hiyo system, mnasema project, mnasema conman. Kwa nini? Kwa sababu ya ukabila. Sababu tumekataa kusupport mtu wa kabila yako ambaye ni corrupt. Wewe unamuita kuuzo. Okay cousins, enjoy your day.